Karibu. Pita. Karibu mume wangu. Wife, vipi? Mbona chifungia ndani tu huko? Karibu. Asante. Vipi mama? Poa tu. Vipi? Mbona na wasiwasi? Hujachangamka kama siku zote nilivyokuzoea. Una shida gani wewe? Sasa mume wangu mimi nakoje na wasiwasi niko na wewe? Niko sawa. Sijakuzoea, unajua kuna vitu vyako vile ukiniona unanipokea yale manjonjo. Leo mbona vipi mbona? Maybe nitakuwa na stress tu. Stress. Stress gani? Na mimi mume wako nipo, unajua na mume wako nina hela. Shakwambia kabisa shida zako ni za kwangu, ila za kwangu sio za kwako. Nakumbuka ushai kuniacha nikalala nje nikaliwa na mbu. Unajua shida zangu hazikuhusu, ila mimi shida zako ni zangu. Hai, niambie mama, una shida gani? Unajua mimi na kakaangu. Huyo kakaangu kidogo na matatizo ya akili. Sasa anakaa na bibi. Bibi ni mzee, anashindwa kumhudumia. Na kuna vitu anakuwa anamfanyia bibi, yani kwa matukio anamfanyia bibi, ukiangalia mume wake umeenda, najisikia vibaya. Wife. Swala hilo mbona hujai kuniambia? Mbona imekuwa surprise? Hujai kuniambia kama kuna kitu cha design hiyo? Yeye akopo hapa Tanzania, alikopo yuko South Africa. Sasa sijui kimempata nini huko. Sijui amemloga, si imefanyaje, sijui kapigwa, amekuwa chizi. Sasa amerudi Tanzania ndo anakaa kwa bibi. Mimi nafunga ndoa na wewe hayupo hapa. Hicho kitu kinaniumiza. Kwa nilikuwa naomba kama kweli unaweza kunisaidia, labda aje akae hapa mimi na muangalie. Tukae naye hapa nyumbani. Tukae naye hapa nyumbani kwa ajili ya kumwangalia tu. Wife, umelifikiria kwanza hilo kabla hujaniambia? Chizi. Hiyo haipo sawa. Hiyo haipo sawa kabisa. Mume wangu, mimi nitakuwa namwangalia, mimi nakuomba. Ndiyo najua, lakini haipo sawa. Kwa sababu kama ni kitu cha design hiyo ungeniambia mapema, mimi ningejua cha kufanya. Nilikwenda kule nikakuta hali sio nzuri. Majani yalikuwa mengi sana mama. Unaona? Hasa na kulingana na ile hali ambayo niliona pale. Kwa unakumbuka nilikuwa na gunia langu la maharage? Nakumbuka. Nimeenda kuliuza lile nikapata kama 250. Sasa nikaona kwa sababu majani yameshakuwa mengi. Kwa hapa cha msingi tu nitafute watu ili kama wanipige leo kampani. Ili tumalize haraka maana mahindi yamezidiwa. Kwenda kuwatafuta wale watu nimewapata. Wakasema kwamba wataanza kazi. Kulingana jinsi walivyoongea na mimi nikawaamini. Nikasema sawa, hamna shida, nikawapa hela yao. Sasa leo nilipoenda shamba nikakuta hali sio shwari. Kulima hawajalima mama. Hawajalima. Na mpaka sasa hivi mahindi yamekufa kabisa, majani yamekuwa mengi sana mama. Hizo ndo changamoto za dunia. Sawa mama. Kwanza hapa nesi kama njaa inaniuma vile. Hivi hakuna chochote kitu nipate mimi nile. Ingia humo ndani, tulibakisha viazi asubuhi. Sawa sawa mama.
Kipenzi. Yeah. Umekumisi sana. Nimekumisi pia, alafu ni kitambo unajua umenenepa. Sasa sikia baby. Nataka twende huko, alafu twende nyumbani. Okay, hamna mambo. Pazuri. Kweli? Jamani inaonekana lina pesa hii. Sijui nimetoa wapi. Sije mkanitoa kafara nye mabwabwa. Sisi nafanya kazi TRA. TRA? Ndio maana maisha mazuri sana na enjoy. Kwanza wewe mwenyewe umenenepa. Na vichwa vinaona wewe. Sasa sikia nikwambie kitu mume wangu. Wewe unajua wewe ndio ninayekupenda, sawa? Najua. Kwa hiyo akija hapa vile vile wewe ni chizi. Lakini sasa katika uchizi wako fanya huko ndani, huko nje jitegemee kuaminisha watu matukio madogo, usifanye ule uchizi sana. Unasikia? Sawa, usijali. Nitafanya hivyo. Usijali baby. Nitajitahidi sana. Mimi cha msingi ni kuhamisha jamaa kwamba ni chizi, mimi ni chizi kweli. Alafu tufanikishe lengo letu, tuondoke hapa. Chap. Hakuna kuchelewesha muda. Nasikia kama sauti ya mwanamke na mwanaume. Kuna nani huko ndani? Karibu mume wangu. Karibu kae nikutambulishe. Karibu sana mgeni rasmi. Mgeni gani baba?